Bill and I are very happy to be presenting to you on the topic, the difference of stress and happiness to body and spirit. Na tunafurahi kwa sababu Bili na mie ndio tumefanya geste kidogo chakula kwa grupe 5. Hivi mko grupe 5 ambao zinajiunga siku ya leo. Na leo mimi na Bili tutakwenda kuongea juu ya utofauti kati ya furaha na huzuni au msongo wa mawazo na namna gani vinavyosumbua miili yetu na akili zetu vile vile. Bill is part of the 3P in Africa team. He's an affiliate, and Bill and I have really enjoyed working together in Africa. Na Bili ni mmoja wetu ambaye anajiunga na Kanuni 3 Afrika, na anafurahi sana kutumika pamoja na sisi au pamoja na nyinyi wote katika hayo mafundisho. And we want you to notice that each of us have a different style, but we are pointing to the same one truth. Napenda kuambia kwamba sisi wote, kila mtu iko na stile yake ya kufundisha, lakini sisi wote tunafundisha juu ya kitu hiki kimoja tu. And as Bill and I have worked together, the love for each other has also grown. Na kama mimi na Bili tunatumika pamoja, inatusaidiaka sana kwa sababu inatupatia nguvu na kutukomalisha vile vile. The love that you have shared has touched both our hearts and has actually allowed for Bill and I to grow from learning from you. Na mjue ya kwamba kupitia upendo wenu nyinyi, upendo ambao mnaotuonyesha unagusaka mioyo yetu, na vile vile upendo wenu unatusaidia na sisi kukomaa. This is not a couple of white people teaching black people. We are all one family, one team. Muizania kwamba hii tu ni wazungu ndio wanakuja kufundisha watu weusi. Hapana, sisi wote tuko wamoja na tunafundishana wengine kwa wengine. I always feel when I come to Africa, I am with family members. Na sitawadanganya, kila mara ninapofundisha Afrika nalisikia kama vile niko mwanamemba wa familia zenu. And now to our topic. I have a good story for you, Bill. You'll enjoy this one. One of my best friends, who was also a student of Sydney Banks, he was my best friend, his name was Brian Lurcher. Acha nikwambie story kidogo Bili, hii iko nje ya mafundisho yetu. Niko na rafiki yangu mmoja, na yeye alikuwa mwanafunzi wa Sydney Banks. Tulikuwa tukijifunza sote pamoja, na jina lake anaitwa Brian. He saw himself as the handsomest man in the world. Na yeye vile vile alianza mafundisho haya katika ulimwengu huu. And he also was a very too hard-working lawyer who made a lot of money as a lawyer. Na yeye ni lawyer, na katika ile kazi yake ya ulawyer ilimsaidia kupiga pesa mingi sana. And the more successful he became, the more serious he became. Na hiyo kazi yake ilimweka kuwa mtu ambayo alijulikana sana. Then he contacted cancer, very, very, very serious cancer. Na baada ya hapo akapatwa na magonjwa ya kansa. And they had to operate on his face, and all the way from here down here was removed, and he became like a freak ugly. Na ile kanseri ilimwomba afanyiwe operasyon yote parti ya kinywa hivi kushuka chini, na ikafanya sura yake kuonekana ya mbaya sana. And the doctors gave him 6 months to live. Na daktari akamwambia anapaswa aikale miezi 6 pasipo kufanya kazi yoyote. But he had 3P training. Na aliendelea
na vile vile kujifunza mafundisho ya kanuni tano. And he was very, very close to our teacher, Sidney Banks. Na alikuwa mtu ambaye alikuwa karibu sana na mwalimu wetu ambaye aliyetufundisha anaitwa Sidney Banks. And every time Sidney Banks would go to his house, Brian would get extra happy. Na mara tatu Sidney Banks aliwahi kumtembelea Brian na alikuwa na furahi sana kila mara wakati alikuwa anakutana na Sidney Banks. And then Brian saw something very special. Lakini Brian kuna kitu cha muhimu sana ambacho alikiona katika maisha yake. Any stress would kill him. Na kitu cha muhimu alijua ya kwamba ni bora kutafuta amani kuliko kuwa na stress, kwa sababu stress inaua. His wife did not like him. Na mara mingi mke wake alikuwa amekwisha huzunika sana. But he saw that if he had any stress, he was going to die within 6 months. Sasa kitu kenye alifanya, alisema ya kwamba nikiendelea kuwa na stress au hii msongo wa mawazo utanifanya mimi nikufe mwa hii delay ya miezi 6. He lived for 7 years. Lakini aliendelea kuishi mpaka miaka 7. Because he gave up all stress. Kitu gani kilimsaidia ishi ingine miaka yote? Kwa sababu aliachana na msongo wa mawazo, aliachana na stress. And because he was my best friend, I would go visit him, and I would always have the mindset that I was going to lift him up because he was so sick. Na alikuwa rafiki yangu sana, na kila mara nilikuwa naenda kumvisite, ninaongea na yeye juu ya kumpatia matumaini. But it was the opposite. Every time I went to visit him, he was lifting me up because his state of mind was so healthy, and he understood any stress would kill him. And I was the one who was getting the lift, even though I went there to give him the lift because he was so sick. Lakini sasa kitu cha ajabu, mimi mtu ambaye nilikuwa naenda kumuhimiza, yeye sasa ndio alikuwa ananihimiza. Kwa sababu gani? Yeye alitambua ya kwamba hawezi weka stress ndani ya akili zake. Kwa sababu alijua ya kwamba akiweka stress ndani ya akili zake, ile stress itamfanya yeye kufa haraka. And in those 7 years that he was sick with the cancer, he helped more people than when he had lots of money and was working hard. And he inspired so many people that to this day, in my eyes, he is a huge hero. Na huyu mtu mwiyo miaka yake 7 ambaye alikuwa nayo akigonjwa, alisaidia watu wengi sana, kwa sababu hakuchoka, alikuwa akihimiza na kuongea na watu kila mara. And Sid told him what death is. Na angalia yote ambaye alifanya sasa. And that also inspired Brian. Na kweli Brian alifanyaka kazi mingi sana kwa kusaidia watu wengine. The reason I am telling this story because it is a direct example of when somebody's physical beauty is taken away, their health is destroyed, and yet the mental state of mind connects to the spiritual, and he grows and grows and grows. Kwa sababu gani niko napenda niseme story hii? Unaona kuna watu wengine ukiangalia kwa sura zao ziko mzuri, wana afya mzuri, lakini wameharibisha maisha yao, wamechukua stress, wanaweka stress ndani ya maisha yao, stress ambayo zinaweza kuwaletea shida katika maisha yao, kulikoni kuona mtu ambaye alikuwa mgonjwa kama huyu alikuwa na matumaini, alikuwa kusaidia watu wengine ambao walikuwa wazuri. I'm going to turn it over to Bill now, but I want you to understand Bill's story is different, but it's the same. He had a lot of stress, and he had to give up the stress too. And he will tell you he doesn't always give up the stress, but it has
He is now, I think he is 80. How old are you, Bill? Will be 84. He'll be 85. Siku tano zinabakia nieneze miaka 84. He's looking good. Bill, you take over now. Go ahead. Thank you, Basi hata Harry. tumwachie Bili aendelee sasa. Thank you, Harry, for that beautiful story, because it really very powerful, and it really Asante a good sana. lead in for me to talk more. Asante sana Hari kwa hii historia ambayo umeiongea. Ilikuwa historia mzuri sana na imenifungulia njia ya mimi na nitaongea sana kuhusu mambo kama hayo. First of all, I'm very moved to be here with you, and I send all my love to all of you. We Mimi are all nafurahi sana we are siku ya all the leo kuwa same pamoja na nyinyi hapa spirit. na watumia salamu zangu za upendo kwa nyinyi wote mahali pale. I have a silly sense of humor, and sometimes if I offend anybody, it's not because I want to. I have a silly sense of humor. I don't know if that makes sense, David. Well, David, he's a fool like I am. Basi tungemaa tusikilizane. It's just a joke. It's just a joke. Okay, sorry. So I say that because there was a movie and a famous man from South Africa who helped free the people of South Africa before Mandela. Nilikuwa He said naangalia something. Yeah. nilikuwa naangalia movie moja au sinema moja ya watu wa huko Afrika ya Kusini, ambayo hiyo sinema walicheza mbele hata Nelson Mandela akuwe rais wa hiyo nchi. This man was on trial and for false reasons, but he said to the judge, he said, "I am not black. I am a beautiful brown, and you are not white. You are pink." Na huyu mtu alikuwa akifungwa, na wakati alikuwa akifungwa aliwaambia wale wazungu walikuwa wanamfunga ya kwamba mnanifunga sio kwa sababu ya mimi niko mtu mweusi, lakini na nyie amuko weupe, muko na rangi ya pink. Pink inakuwa rangi inakuwa sawa ile shokora. So, I'm sure that Harry has said this before to most of them, but there may be some new ones. So I'm going to say a couple of things about Mr. Banks, and Harry can correct me later if he wants to or needs to. Najua Ari aishawahi kuzungumuza mambo mengi sana kuhusu mwalimu wetu ambaye anaitwa Sydney Banks, na mimi nitakwenda kuzungumzia kidogo kuhusu hiyo, na pale ambapo kutakuwa nikikosea kidogo ataenda kunisaisha au kunikorije. Banks was born in 1930, and in 1973, when he was 43 years old, he wanted to stop arguing with his wife. Huyu mwalimu alizaliwa mu 1930, na wakati alieneza miaka 47 alijifunza kitu kimoja cha muhimu sana. Alijifunza ya kwamba hakuna siku ambayo nitakuwa na magomvi na mke wangu. They loved each other dearly, but they didn't have an understanding about life, so they often were caught up in being right with each other. Na waliendelea maisha yao ya kuaminiana na kutafuta kuishi kwa amani mmoja kwa mwingine. They didn't know, like most of us didn't know for a long time,
that every human being is seeing the world in their own unique way. Lakini kuna kitu kimoja alikuwa ajui na yeye, ya kwamba kila mwanadamu anaelewa au kuona ulimwengu katika hali yake ambayo anajua yeye peke. Of 3 days, I think God touched Mr. Banks's heart. It touched his heart and allowed him to see something very beautiful, that what's behind life is really truly love. Love is what's behind life. Lakini baada ya siku 3 Mungu alijaribu kumwonyesha Sydney Banks, katika maono yake Mungu alimwonyesha kitu kimoja ambacho ni kitu kia muhimu sana, kia lazima, na kitu hicho ni upendo. And like Mr. Banks, I mean it when I say, please don't believe anything I say just because I say it. Please don't believe it just because I say it. Na maongezi yake alikuwa na neno ambalo alikuwa anaongea kwamba usiamini kila kitu ambacho niko nazungumuza kwa sababu mimi ndio nakisema. But it's okay to listen. If you listen quietly from your heart, it's quite possible that place of truth that God has placed within all of us, a place of wisdom and truth, that some of what I will say you will realize, wow, that's true. And then it's yours, not because I said it, but because you've seen it. Lakini siyasema ya kwamba mtu hapaswi kusikiliza kila kitu, kwa sababu kusikiliza ni kitu kizuri. Wakati unaposikiliza maneno ambayo mtu anasema, utasikia, na kupitia kusikia kwako itakuongoza kwa kuweza kutambua ukweli iliyo katika ile maneno ule mtu anaongea. Si kwa sababu ule mtu anaongea tu, ni kwa sababu wewe peke umeyasikia, na kupitia maneno yake umejua kia mzuri ni nini na kina kia mzuri ni nini. I think Harry knows this, but Harry, I want you to know to please feel free to interrupt me at any time if there's something you feel is important to share. Oh, sure, Bill. No. Na hali nakwambia, wakati mtakuwa nazungumza, ukiona na kuna kitu nasema unapenda uongeze, hakuna shida, unaweza tu nikata na wewe unaongeza maneno yako. Over a 3-day period, Mr. Banks was given by God these insights that he knew at the end of those 3 days that he would be trying to share them with the world to relieve the suffering that Harry talked about. Na Sydney Banks, Mungu alimurevele kitu kia muhimu sana. Alimurevele mafundisho ambayo mafundisho itakuwa msaada kwa watu wengi katika dunia mzima, ambayo itatosha watu katika mateso mingi ambao watu wako wanapitia katika maisha pasipo kujua. Many times he didn't know how he was going to share it, but he got quiet enough and he was gifted with this metaphor, this way of explaining that we call the 3 universal principles. Na baada hiyo siku 3 kupata hiyo maono, alikuwa aelewi kama atazungumuza nini, lakini kitu kia muhimu alifanya, aliwahi kukaa kimya, akanyamaza, akatuliza akili yake na moyo wake, na akapata uongozo wa kuzungumza vitu hivyo kupitia hii akili kubwa ambayo tunazungumza kila siku, ambayo ni akili fahamu na mawazo ya mwanadamu. From my understanding, here is my understanding of the 3 principles that he shared. Na katika kuelewa kwangu, hii ndio kitu nimeelewa, ambayo ni mafundisho ya kanuni 3 ambao tunazungumuza hata kwa wakati huu. Book, it's called the Wisdom of Africa,
and it has a saying and beautiful picture from Africa for all 365 days. And it really encapsulates what Mr. Banks saw many years, thousands of years later. The African people have seen this for years. Na katika kuona kwake aliona kitu ambacho kinaitwa hekima ya watu wa Afrika, ambayo inaitwa wisdom ya watu wa Afrika, ambayo watu wa Afrika walivumbua hekima yao miaka mingi zamani sana, hata mbele huyu mwalimu hayaona vitu kama hivi. Of this, what we call God is pure love. And the attributes are that it is omni-intelligent, omni-conscious, aware, and omni-creative. Na Mungu ni upendo wa kweli, ambaye ndani yake mmejaa hekima na vile vile akili ya kupita vitu vyote. In God's generosity, he wanted to share that with each one of us. And so he gave us three gifts to go through this experience called life. Na Mungu ametupatia zawadi tatu ambazo ni vitu vya muhimu ambao vitatuongoza katika kila kitu ambacho tunaona katika maisha yetu. To me, we are like a wave in the ocean. We are not separate from the ocean of God. We are a wave, each one of us, a wave in the ocean. Sisi tuko kama wimbi, vague, ndani ya ocean. Ile vague sio kusema ya kwamba iko separe na maji ya ocean, lakini iko par ya maji ya ocean. Na ndio gisi tulivyo na sisi mbele za Mungu. Banks would say this is not our original home. Our original home was with God, and now we're in this temporary home called life on earth, and then when we die, we go back home. Ni kusema sisi tuna nyumba yetu iko ndani ya Mungu, ndio mahali petu pale, lakini hii nyumba ambayo tunaishi hapa ni ya huku dunia tu, na ndio maana unaona wakati mtu anakufa anarudiaga ku nyumba yake ya asili. God gave us three gifts, divine gifts. He lent us the power of mind to go through life. He lent us the power of being aware, of being conscious. And he lent us the ability and the power of divine thought to use in a personal way to learn things and see things and experience things. So he gave us mind, consciousness, and thought as a way to navigate through life. Na Mungu ametupatia zawadi kubwa. Ametupatia akili ya kujua vitu. Ametupatia dhamiri ya kutupatia tahadhari ya kutokufanya vitu vibaya. Lakini cha mbaya nakula mtoto. Na vile vile Mungu ametupatia mawazo ya kuitumikisha kuwaza kila kitu ambao tunachotaka. You watch little children, they seem to know how to be happy. And if they be, oh, go ahead. Ukiangalia watoto wadogo, ukiangalia na tire ya mtoto mdogo, inakuwa ni na tire ya furaha tu kila wakati. Ni mtu amezaliwa, ni mtu wa furaha ndani yake. When they get unhappy, if we keep them safe while they're unhappy, before you know it, they are happy again. Unaona watoto wadogo, wakati tu, hata unaona wakati moja hawana furaha, ukiwafanyia kitu cha kuletea furaha, wanarudia mfuraha mara moja pasipo kukawia. I asked the many mothers and fathers, is what I'm saying true about little children? Kama hii meeting mko ba mama na baba, je, na wauliza nyewe wazazi, eski niko nasema ni kweli?
Yes, it's true. Yeah, it's true. So we innocently learn to get caught up in our personal thinking, and we forget that we have God's thinking at the core of our being. Mara mingi pasipo kujua, kutokujua, kuna wakati tunashituka, tunaingia katika mawazo ya huzuni, tukisahabu ya kwamba tuko na Mungu ndani yetu ambaye yuko pale kwa ajili ya kutupatia furaha. To go back to what Harry talked about, when we do that, we will start to experience stress. Na mkumbuke venye Hari alisema ya kwamba wakati unaingia mwiherere ya kujiwekea mawazo ndani yako, unajiletea msongo wa mawazo au stress. Mr. Banks would say, we are human beings. We're going to create stressful experiences. Na mwalimu wetu alituambia kwamba si tuko wanadamu, na sisi peke yetu kupitia mawazo yetu tunakuwaka tunajiundia huzuni au stress ndani yetu. God's given us, Mr. Banks would say, he's given us a stress detector. Na Cindy Banks anasema ya kwamba tuko na chombo ndani yetu ambao kiko kina detecte stress au kiko kinapima kama tuko na msongo wa mawazo au hapana. Hiyo kitu kiko ndani yetu. Mr. Banks would say, and it's true for me, that we are meant to be like little children, full of love and understanding. Na huyu mwalimu alifundisha ya kwamba sisi wote tunaumbwa na ile hali kama ya mtoto mdogo, hali ya furaha na ya kuelewa. But when we get caught up in our personal thinking, our feeling of love and understanding goes away. And much like a cork, we've been pushed under the water. Na wakati ambao tunaingia muhuzuni zetu, ile hali yetu ya upendo tunafukuza furaha na upendo. Unakuwa kama vile tuseme mfano wa kibido, kitu ambacho kinaelea juu ya maji, kisha kinakuwa kama hivi kinaingizwa ndani hivi. When we get caught up in stressful thinking, it affects our spirit, it affects our mental state, and it affects our whole body, as Harry said. Na wakati tu unapoweka msongo wa mawazo ndani ya akili yetu au susi ndani yako, inaafekte akili yako, inaafekte nafsi yako, na vile vile na mwili wako unakuwa afekte mara moja. Famous scientist in the United States that says in our body we have 50 trillion cells, approximately 50 trillion cells. Na hao watu wa scientist huko Amerika wanasema ndani ya mwili wa mtu muko trilioni 50 za maselile mkila mwili ya mtu. And he says that all 50 trillion cells eavesdrop on every thought that we give attention to. Na anasema ya kwamba kila wazo yote ambao tunaweka ndani ya kichwa yetu inapunguza cells au maselile za mtu mwili yake. We can't control what thoughts come into our head. They come too fast. Hakuna mtu anaweza kontrole gisi uzuni au mawazo inaingiaka mkichwa yake. Ni kitu ambacho kinakuja kwa haraka sana. Hauwezi kontrole kusema kwamba mimi nisipate na msongo wa mawazo. If they're positive thoughts and we just embrace them, it brings peace and health to our body. Kama ni mawazo ya furaha inaingia mwako, mara moja inaleta upendo, inaleta na afya njema ndani ya mwili yako. If they're negative and hurtful to ourselves or others, if we pay attention to those thoughts,
or if we fight those thoughts. I think I had to learn that if I was fighting to get a bad thought out of my head, I was giving it attention. Na kitu nimejifunza sana wakati ninaona ya kwamba mawazo mabaya, tuseme labda mawazo ya huzuni, inaingia ndani yangu, tayari mara moja napaswa kufanya attention sana, kwa sababu najua hasara ambayo inaleta ndani ya mwili ya mtu. If we give those thoughts attention, we will start to innocently create imbalance in our body. Unajua mawazo kama haya yakiingia ndani ya mwili wako, na mara ingine tunaifanya kwa kutokujua, inaanza kuharibu mili yetu. Imbalance in our spirit. Inaanza kuharibu nafsi zetu. When you can tell when I lose my spirit, I feel less connected to God. I feel less connected to other people. I feel more isolated. Na wakati naanza kuwa na udhaifu wa roho, ninakuwa kama vile natengwa na Mungu, naanza kujitenga na watu wengine vile vile. Psychologically, my mood usually starts to go down and my tension or anxiety starts to go up. Kwa kisaikolojia, hali yangu ya upendo ya kujisikia vizuri inaanza kushuka chini, na kenye kinaanza panda sasa ni huzuni. Many years I didn't understand that my mood going down was a gift from God to try to get me a love letter to leave my thinking alone until I felt better. Miaka mingi iliyopita sikukuwa najua siri hii ya kwamba wakati naanza kujisikia huzuni ndani yangu, hiyo inakuwa kama ni ujumbe kutoka kwa Mungu kunikumbusha ya kwamba nirudie pa nafasi pangu pa utu wangu. Because I didn't know that, I got frightened by my mood going down, and I tried to think more to try to get out of my low mood thinking. Kwa sababu mara mingi sikuwa najua ya kwamba ile faso ya hali yangu ya kuwaza kushuka chini inaniletea uoga. Sasa wakati nilikuwa naona huzuni na kuya ndani yangu, kisha akili zangu zinaanza kutembea haraka haraka na kuwaza vitu mingi, pasipo kuelewa ya kwamba hii hali sio hali mzuri. Hiyo ndio inaniletea uoga ndani yangu. I would innocently take myself in a spiral way down to deep depression. Pasipo kujua, nilikuwa ninajikuta mara mingi ninakuwa katika msongo wa mawazo. Has anybody there ever done that even a little bit? Je, kuna mmoja wenu katikati ya nyie wote mko hapa ambao aishafikia vitu kama hivyo? Your hand Yeah. if you have. Unaweza So inua kama I'm mkono good. nione kama kuna mwenye lisha kama kufikiria maisha. So I'm not alone. Thank you. Thank you. Nilidhania labda ni mie peke yangu. Asante sana. Kumbe tuko babili. We are all humans Ndio trying to sisi wote find tuko our way wanadamu, back to tuko God. sawa. Yeah. Now, my friend Dickon Bettinger, Dr. Dickon Bettinger, he will tell you that his love letter from God was not so much his mood going down, it was his anxiety would go up and he'd get more anxious. That was his love letter. Na Dr. Bettinger. najua rafiki yangu Dickon anazoeaka sana kufundisha watumishi siku ya tano, na yeye atabambiaka siri yake ambayo ilimfanya na yeye samiri yake jinsi lilamuka wakati alikuwa katika usingizi wa kubakilia katika hali yake ya mawazo. Once he learned that, like me, when his anxiety would go up, like me, when my mood would go down, I learned to leave my thinking alone
and be present in my life as best as I could. Na yeye alijifunza sana namna gani anaweza kupambana na ile hali ambayo ilikuwa inamweka huzuni. Kama vile na mimi nilijifunza, wakati wote naona huzuni inaanza kunigandamiza, nilikuwa naelewa ya kwamba hii huzuni hailetwi na kitu kingine, inaletwa na mawazo ambayo iko ndani ya kichwa changu. Me, sometimes there was a third way, and that was I would feel angry. I would feel upset and angry. Na kuna wakati moja nilikuwa nafikia nivo kama mawazo inakuwa mingi sana, kuwa na hasira mingi sana, hasira zinapanda kabisa. Has any of you ever felt upset and angry? Kuna mmoja wenu aisha patwa huzuni na inamletea hasira? Good. I'm not alone. Kumbe siko peke yangu. So, as a metaphor, what I learned when I'm upset and angry, it's like I'm 5 feet under the water with a 3-foot snorkel. Would that make sense to them, David? A 3-foot snorkel. No, Well, let me start over. So when I'm upset and angry, it's like I'm under the water by 2 feet. And it's not smart for me to breathe until I get back to the surface. Hata niwapatie mfano, nimeelewa ya kwamba wakati nina huzuni na hasira, inakuwa kama vile nimezamishwa ndani ya maji metre 5, sasa siwezi kupumua. So when I'm upset, what I learned was to keep my mouth shut. Sometimes I almost think of putting tape on my mouth so I didn't say anything stupid when I was upset. Nimejifunza vitu vingi sana. Kuna wakati kama niliona kinywa changu ndio kinaweza kuniletea upumbavu, nilikuwa nawaza hata niweke self tape, sijifunge kinywa changu juu siseme kitu kipumbavu ambacho kitaniletea hasira. And sometimes I was so upset I had to sit on my hands so I didn't do anything stupid. Na wakati mwingine kiona nakuwa na hasira nyingi, nakamata mikono yangu na ikalia kwa sababu isifanye kitu cha upumbavu. Because before I understood that when I was upset, it was better not to say or do anything until I felt better, I created a lot of messes in my life that I had to apologize for. Na wakati wote ambapo nilikuwa kulitambua ya kwamba huzuni na hasira zangu zilikuwa hazinisaidie kitu, na niliamua hata kuanza kujisamea, kujiona ya kwamba kumbe nilikuwa katika njia mbaya. So now we have covered when I get caught up in my personal thinking in a negative way, it affects my spirit, it affects my mood and my anxiety, and it affects my behavior. Hivi nimekwisha elewa ya kwamba wakati wote ninajawa na hasira na huzuni, inasumbua maisha yangu ya kiroho, inasumbua mwili wangu, inasumbua hata uhusiano wangu na Mungu na wanadamu wenzangu. So now the fourth area that God sends us love letters, alarms, is our body. He lets us know when we're doing something innocently that's taking us away from our our physical well-being. Na kuna kitu cha ine ambayo nimejifunza, na hiko kitu cha ine iko sawa vile ni ujumbe kutoka kwa Mungu kutukumbusha ya kwamba tumekwisha kupoteza utu wetu. Hii kitu cha ine ni mwili, kwa sababu wakati unapoingia katika msongo wa mawazo, hata mwili wako utajisikia kwamba siko katika nafasi yangu. Bodies are made to be able to tolerate about 30 minutes, about 1/2 hour of stressful thinking a day with no bad effect. Kuna watu wamoja wameumbwa anaweza fanya hata 30 minutes iko na stress, lakini hayamuharibisha kitu. Watu wamoja wanaumbwa vile. When you think of it,
our ancestors would, if they were faced with a saber-toothed tiger and nothing but a big wooden club, they needed their body to be extra specially ready to try to stun that tiger. Unaona, wababu zetu wakati wowote ambao walikuwa wakishambuliwa na wanyama wakali kama vile tigre, walikuwa wanatumikisha miili yao ili washambulie ule mnyama juu asiweze kuwazuru. You know stories of people who have saved their life or their child's life because that system was activated and they were extra strong and extra fast for that short period of time to save their life or somebody else's. Kuna watu wengi ambao wameokoa hata maisha ya watoto yao. Ni kwa sababu gani? Mili yao ilikuwa na uwezo, walikuwa na nguvu na uzoefu wa kuweza kupambana na shida fulani ambao zilitaka kuwashambulia watoto wao. But here is the problem. Here is the problem. We can activate that same system with worry, with upset, with guilt, with overanalyzing. Hapa ndio kuko shida sasa. Tunaweza kuingia katika shida hizo kupitia huzuni zetu, manunguniko yetu, na vile vile mawazo yetu. Because you understand what Harry and Larry and people are teaching you or pointing to you, because I didn't understand that. I went in and out of depression for 20 years Na ndio maana before I unaona met mimi, Mr. Banks. Larry na Harry tunafanya nguvu yetu yote kujaribu kuwafundisha na nyinyi ili muelewe juu ya tatizo hilo, kwa sababu mimi nimegonjwa msongo wa mawazo kwa kitu cha miaka 12. I said in front of Mr. Banks in 1983, 43 years ago, I saw that 6 to 9 hours a day, I was in worry, upset, guilt, resentment, grief. I was hurting myself 6 to 9 hours a day with this beautiful gift God had given me called thought. Miaka 43 iliyopita, wakati nilikutana na mwalimu wetu ambaye alikuwa anatufundisha, anaitwa Sydney Banks, kila saa na kila siku nilikuwa niko najiumiza mara 69 kila siku niko naumiza mwili wangu. Not only did my low moods get less often, my headaches become less often, my tummy ache became less often, my backache became less often. Wakati nilipotambua tu shida ilikuwa inanisumbua, vitu vyote vilianza kuwa salama. Maumivu ya mgongo ikaanza acha, maumivu ya kichwa ikatoka, na maumivu vingine yote ilikuwa inasumbua mwili wangu ikaanza kutoka. And my body became another way that God was telling me to leave my thinking alone until I felt better, do the best I could to be kind to myself and to be kind to others around me. Na baada ya hapo mwili wangu ulipata sura ingine mpya, ambao sasa nilianza kujifunza namna gani ya kuachana na mawazo ambayo ilikuwa inanisumbua na kuanza kuwa mtu mwenye upendo, mtu mwema na mtu wa kupenda watu wengine. And if I wasn't in a state of mind to be kind, to at least not do anything hurtful to myself or anyone else. Na kama singejifunza hiyo hali
ya kujirudia katika utu wangu na kuwa mtu mwema, najua ya kwamba hakuna kitu kingine chochote ambacho ningefanya katika ulimwengu huu. Just like Bill, what Bill just said is the most important. Do not hurt. If you are in a low mood, do not hurt yourself more by going into the negative thinking. Kitu ambao amesema ni kitu kia muhimu sana kia lazima. Wakati unaona ya kwamba uko muhali mbaya, uko muhali ya huzuni, usijichukie hali yako, kwa sababu ukifanya hivyo utaendelea kujiumiza zaidi na zaidi. Watu wengine wakati iko mawazo mingi, anaanza kujichukia, anaanza kujikataa, anajiona kama yeye ni mtu wa bure. Usifanye hivyo. You cannot stop that you are in a bad mood, but you do not have to create all that damage that Bill is talking about. If you understand, it will pass. Anataka kusema ya kwamba wakati huko msituasio mubaya, usiende kujiundia vile vitu ambavyo vinaribisha mili yetu. Ile ni mubaya sana, kwa sababu ukianza kujichukia, kuona mbaya, utaenda kuprovoke vitu vingine ambavyo vitazuru mwili wako. Lakini uelewa ya kwamba kila shida yoyote inapita katika maisha. And do not pretend that you are great when you are not great. Na mara ingine usifanye sambla ya kusema ya kwamba hauteseke, kumbe huko unateseka. And Bill is also saying that when you are in a low mood, you are still learning about the Spirit. Na bila nasema ya kwamba wakati unakuwa katika hali ya huzuni, ujue ya kwamba kuna kitu fulani ambao uko unajifunza kimaisha. I am surprised at how much I learn when I flow with the low mood. It brings a treasure chest out for Harry to see. Na mimi nimejifunza vitu vingi sana. Wakati naposhikwa na hali ya huzuni, kuna vitu fulani ambao niko najifunza katika maisha yangu. So I actually enjoy it. Na siwezi kuogopa juu ya hiyo hali. Bill, Pam Beck used to say, have a tight grin. Have a grin, even if it is a tight grin. Na kuna msemo mmoja unasema ya kwamba usikate matumaini hata kama uko unapitia shida ya namna gani. Endelea kuwa na matumaini. Finish it up, Bill, then we will go to questions because we are a little limited of time. That's okay. Acha basi aongee kidogo, kisha tutaenda mkipindi cha kuuliza maswali, kwa sababu muda wetu uko limite. Well, I want to reiterate what Harry said of that this will pass. If we leave our low mood alone, this will pass. Acha nizungumuze kitu kimoja sawasawa gisi na Ari ametoka kuzungumuza hapa, ya kwamba hata wakati uko katika hali ya huzuni, jitulize, itapita. We have a cork on the water and we push the cork under the water and we let go of it, the cork comes back to the surface of the water. Kwa mfano, unaweza kamata kitu sawa vile bidon na kiingiza ndani ya maji, wakati unakiachilia tu tena kinatokaka, kinapanda juu. Maybe some mothers will identify with this. Did you hear about the mother whose child swallowed a small coin? A small coin. He swallowed a small coin, and she took him to the doctor and told the doctor, my 2-year-old has swallowed a small coin. Mama mmoja alikuwa na mtoto wa miaka 2. Ule mtoto wa miaka 2 akameza hiki kichele, pesa ya chuma, akaimeza. Akaenda kwa daktari, akamwambia daktari, mtoto wangu alikula pesa ya chuma. Does anybody know what the doctor said to the mother? Unaweza kuwa na wazo ambayo unaweza kuwa na wazo ya jibu gani daktari aliambia ule mama? Kama mtoto ana meza, sema meza kikoroti cha pesa.
Dokta anaweza mwambia yule mama nini? Naweza kumwambia nieleze na uko wapi. The doctor may ask, where were you when your child did that? Well, here's what I would say, David. The doctor will say, this too shall pass. Kweli ndio nitaka ongea juu daktari atauliza ulikuwa wapi kwanza? It's a joke. I don't think they got it, but it is a joke. Bill did a Bill did a silly joke. A silly joke. The coin will go through and it will come out the bottom. Bo, It hiyo too shall nilikuwa pass. nachekesha tu. Daktari hatauliza vile. Atamwambia kwamba nenda tu nyumbani, mtoto atanyamba kile kichele. Kinatokaka. Mtoto akikula tu chakula na kinyambaka kinaenda. So it will pass. It's a silly joke. This too shall pass. Just like our moods pass. Ni If kwa we mfano leave them kamoja alone. kakichekesha nilipenda kuambia. Ni kusema ya kwamba hata kama uko na matatizo, uikamate kama kitu cha rahisi, utapitaka tu. Ndio. Okay, so I'm not so funny. That's what my children think they tell me that I think I'm funny, but I'm not funny. Mie ni mtu wa vichekesho, ndio kisa watu wangu wananiambiaka, lakini mimi siona kama ni mtu wa kuchekesha watu. We can take questions, Harry. Okay. So yeah. So David, ask anyone to come and ask a question of whatever is on their mind and or what Bill or I was sharing. Sasa tunafika wakati wa kuuliza maswali. Kila mtu ambaye iko na swali anaweza kuuliza sasa kupitia ile ambayo tumeongea mimi na Billy. Karibuni kwa maswali. And David, we want a question from Jeru as well, from the other groups, not just this group, and also from Emmanuel if they have questions. So make sure you don't just take questions from this group, but from the others as well. Na David, sitaki tu patie tu watu wako pale maswali. Tunataka watu wa Juru baulize, tunataka Emmanuel baulize, tunataka watu wa New Goma nabo baulize. Kila watu baulize swali. Tunataka kila kundi iulize. Okay, we have a question right here, David. We'll go with your group first. The man behind you, David. Oh, naona tuanzie na mtu wa kundi lako. Nishaona huyu mwanaume pale anataka aulize swali. Mimi ni Tarsis. I'm called Tarsis. Wakati ye Dr. Billy anatuambia juu ya kuweza kujua majukumu juu ya mashida mingi, lakini nilipenda niulize sababu mimi nakuwa na mashida mingi juu ya maisha ya kileo. When Dr. Billy was talking, I understood something about how we can take our responsibilities when we are facing some challenges. But myself, most of the time I have challenges in drinking alcohol. Okay. Nilikuwa na problemu yenyewe ilinitokea nyumbani juu ya chakula, nikaweza mimi naitatua. Kisha nikapata kilio, wakati kilio ilikuwa, kisha nikapata tena shida ikanitokea juu ya watu kunisonga, nikapoteza mambo ya familia wangu. There is a time I went through 4 challenges at one time. One challenge came was about the food. The second challenge came, people were fighting me. Another challenge came, I lost one of my beloved one in the family. And after that, I started going through other challenges in the community. Sasa kwa leo niko natafuta kazi, lakini kazi sina nayo. Naweza kuweka maisha yangu, wala naweza kuuliza ayeju ni uwe na raha katika maisha yangu. Now for today, the main challenge that is making me to drink is about I think too much
why I don't have a job. So when I think too much about the job, it makes me to start thinking a lot. And the most of the time, I fail how I can control myself. So how can you say about it? Well, thank you so very much for asking this question. Asante sana kwa kuweza kuuliza swali kama hili. One of the things that I didn't say before was that for me, unlike Mr. Banks had something happen very fast. For me, it has been over 40 years, a little bit at a time. Kuna kitu ambacho sikuongea hapo mbele ya wakati. Hiyo ni kwa sababu kuna mambo ambayo ilinifikia ambayo ilichukua miaka mingi sana na ilikuwa ikienda ikipunguka kidogo kidogo. I think what I've learned is number one, to be gentle with myself on my journey. Na kitu cha kwanza ambacho nilijifunza katika maisha yangu, kitu cha kwanza ilikuwa ni nijisamini kwanza mimi mwenyewe katika kila hali yote ambayo inanifikia katika maisha. I think that's really important, to be gentle on ourselves. There is a famous Black woman poet who died recently who was very wise. And she said something that I'll say next. Unaona, kujipatia valeri mwenyewe katika maisha, hii ni kitu cha kwanza katika maisha. Tunapaswa kukichukua kwa thamani. Kama vile kuna mwanamke mmoja wa kizungu ambaye amekufa siku hizi, aliongea jambo moja la muhimu sana kuhusu hii kitu ambayo nataka kusema hapa. Her name was Maya Angelou, and she sounded a lot like Mr. Banks when she said the following. Na huyu mama alikuwa mama wa muhimu sana katika maisha yangu, na kuna neno fulani ambalo aliliongea, ilikuwa neno lake la mwisho mbele afariki. It is important to remember that ourselves and others are always doing the best they know how to do at the present time. Alisema ya kwamba sisi wote, kama mimi na mtu mwingine, sisi wote tuko watu wazuri kupitia vitu ambavyo tunavifanyaka kwa kila wakati ambao tunaishi. And every one of us will, once we know better, we will do better. Kila mmoja wetu, wakati tunaelewa kitu, tunapaswa kukifanya katika hali mzuri. Sisi wote tuko na ile hali. That's true for everybody, ourselves and other people. Hiyo ni kweli kwa kila mtu, akuwe mimi au akuwe mtu mwingine. It helps us have compassion and love for ourselves and others who are struggling. Tunapaswa kuwa na moyo wa kuhurumia wengine na upendo, na hasa wakati tukiona watu wengine wenzetu wakiwa katika shida au katika mateso. Accepting where we are is the first step to moving forward from where we are. Na mahali mtu alipo, hiyo inakuwaka ni hatua yake ya kwanza ya kusogea mbele kwa kufikia hatua ingine. If we are judging ourselves for where we are, we're going to keep ourselves stuck where we are.
kama tunaanza kujilaumu sisi wenyewe kwa pale ambapo tuko sisi, itatusumbua kupiga hatua ya pili kuendelea mbele. If we can accept where we are, then you will know that when people like Larry and Harry are talking to you, or your ministers, they're pointing to you to a different direction in your life, to listening to the wisdom that God has placed in your soul rather than your thoughts. Every moment we're either listening to the wisdom quietly that God placed in our soul, or we're listening to our own thinking. Mara mingi tunapaswa kuwa watu wa kusikiliza hekima au akili ya juu ambao Mungu ametuweka ndani yetu, kulikoni kuongozwa na mawazo yako ambayo inaweza kudanganya. My first wife died in the year 2000 after 31 years of marriage, but she said something to me that I remember every day. Kuna mama mwingine mwenye alikufa mwaka wa 2000 na aliishi tu ndoa yake kwa muda wa miaka 30 akakufa. Ninakumbuka kitu fulani aliniambiaka mbele ya kufe. What she said was, every one of us is every moment of our life either in our thoughts or in our life. Alisema kwamba kila mwanadamu na kila wakati anakuwaka ndani ya maisha yake au iko katika akili zake. He saw what Mr. Banks was pointing to very profoundly. That when we were in our life, we can hear that's where the gold is. That's where the soul, the wisdom is, the spiritual wisdom that God has given us is to guide us the next step in our life. Na njoo hii mwalimu wetu Sydney Banks alisema ya kwamba ukikuwa ndani ya maisha yako itakusaidia kupiga hatua ya pili mbele, itakusaidia kupata hekima yako na akili yako ya juu ambayo Mungu amekupatia. God wants to know the next 20 steps. All we need to know is the next step, and then the next step, and then the next step. Haupaswe kujali kujua ni wapi ambapo nitaishia, hatua ngapi nitapiga. Kitu cha muhimu ni kuanzia ulipo na kupiga hatua ya kufuatilia, hatua ambayo inafuata vile vile. I can tell your heart is open, or you wouldn't be asking the question you asked, and that you have turned in a direction that you are going to go forward. Na ukiendelea hivyo utaenda kupata hata majibu ya swali ambao unaniuliza, kwa sababu ukianza kukubali kwanza jinsi ulivyo, itakusaidia kufungua akili yako na kuenda katika direction nyingine ambayo itakupeleka kwenye hali nzuri. Mr. Banks had a way of making things simple, and this is what he would say to you, I think, are similar. Najua mwalimu wangu Banks alikuwa anajua kuongea na watu katika misemo ambayo iko teketeke, haina nguvu ya kufanya mtu kuelewa. As you desire to see more, that is a good thing, but know that you'll never see more by thinking more. Ukitamani kuwa na vitu vingi au kupata vitu vingi ni matamanio mazuri, lakini hauwezi fikiria vitu vingi kwa kuwaza sana. Mr. Banks would say, on the way to go forward is to be grateful, to find gratitude for what you have,
in the moment. And that feeling that comes from gratitude that fills you up will carry you forward to see more 100% of the time. Na mwalimu wetu atufundisha ya kwamba siri kubwa ya kupata vitu vingi au maisha mazuri ni kushukuru kwanza na gisi ulivyo, kwa sababu ile shukrani ile njoo itaatire hata vitu vingine ambayo yafikirie, kwa sababu una shukrani kwanza na gisi ulivyo. End this question with one of Mr. Banks's my favorite sayings. He said, when the answer is simple, it's the spirit. When the answer is complicated, it's the intellect. Go Na with mara the- mingi mwalimu wangu alisema ya kwamba katika maisha yako ukipata jibu ambayo liko rahisi na kila kitu kinasumbua, ni kusema inatoka ndani ya roho. Na wakati wowote unatafuta jibu ya kitu, naona jibu iko nguvu, ni kusema inatoka ndani ya akili zako. I would like to That- say something, Bill. Let me just ask the young man, does this resonate as true? Is there truth there? Do you feel truth? Yes, Tarsisi, umelisikia je? Je, hii nani yangu explanation yangu imekusaidia kidogo? Inanisaidia sana kwa sababu hisi anasema yuko sani akili yangu njoo yenyewe naweza kupata jibu, lakini kama napenda nipate jibu unapasha kusikia ni yapi. I've got more truth. I've understood that I should not look the answer from here, but deep down in my heart. And also to have a spirit of gratitude. Yes. Direction is the key, not the speed. Direction is the key. Going in the right direction. You are going in the right direction. Kupata direction mzuri yenye utatembelea ailombe vitesi ya mingi. What I Thank you, saw, Bill. what I saw is as I was going through exactly what you were describing, I interpreted it in my mind a certain way. But at another point, I saw it was spiritual. And that spiritual was perfect for me. My mind saw it as imperfect, but the spiritual was perfect for me. It was like saying God perfectly designed every experience that I have had. But I did not see it many, many times. Na wakati mwalimu alikuwa anaongea, nilikuwa na wazia maongezi yake, na nikaona ya kwamba kuna mara kama tukiweka vitu kwa kutumikisha akili zetu wenyewe, mara nyingi hatuwezi kupata majibu ya kweli, lakini vitu vingine tukiviwazia kutoka ndani ya moyo wetu, majibu ya kweli huwa yanatokea kulikoni kutumikisha akili zetu. So at the age of 69, all of a sudden, it was all perfect. Before, no, it was no good. Unaona, wakati nilifika miaka 69 nilianza kuwa na mawazo ya hekima sana ndani yangu, lakini wakati nilikuwa ningali kijana, vitu vya mingi nilikuwa nafanya tu ni vya kunivuruga. Nilikuwa na mawazo ya mingi kila kitu nawaza David, can we have a question from Jeru, if possible? Yes, Emmanuel au Juru, muko na swali au New Goma? Yes, Emmanuel. They have Jean to Paul. They have to Harry. unmute themselves. Jean Paul. Yes, Juru Bahati. Okay. Sema, Yeah. Bahati. Hiyo jina yangu Bahati Furaha. Sema kwa sauti kubwa. Bahati Furaha. I'm called the Bahati Furaha.
Swali yako. Mie swali yangu yenye mimi nauliza, ninashukuru sana mafundisho yenye tunapataka, ya lakini leo. mpaka Ah. ya leo imetuisha, sababu tumepata daktari naye wa kututunza na anatuongezea mafundisho yenye tunapataka. First of all, I'm very thankful to Dr. Billy for his sharing of today. For sure, we have been learning so many things in his 3 principles, but today I've learned another new thing in my life. Swali sasa, sie mafikiri juu ya vile tumepata inakuyaka, kisha kuja tufanye nini? Tunaishi kwanza mwinji yenye tunaishi ndani haiko ya kwetu, ya matatizo na magumu. Mie sasa sabi naninzunguruka, mimi nanda piga pombe juu nione kama vitaishi. Sanda lamuka hakuna binarudi. Sasa ulizo nifanye nini juu vipunguke? I normally have a lot of thinking. First of all, I think about how I left my country and being a refugee today. So sometimes I'll think that the best way is to go and drink much alcohol. So I'll decide to go and drink much alcohol, thinking that is going to reduce my stress. But now, in the morning, when the alcohol is over, I find myself I'm still in stress. So this situation brings me a lot of confusion. I look peace through drinking, but I don't get peace. So what can I do to have peace in me? First thing that's important is to try to stop drinking large amounts of alcohol completely. Kitu cha kwanza naweza kukujibu, usifanye error ukate tu levu ya pombe mara moja, ila itatumika. If people are drinking large amounts of alcohol and they stop suddenly, they can have what we call seizures, convulsions, and they can actually die. Experience yetu ya uganga, kama mtu alikuwa aishaanza kunywa pombe sana na akikata tu mara moja, una ugonjwa fulani ambao unampataka na unaweza kumpeleka hata kwa kifo. If there is a way with somebody to supervise going down a little bit every day or every other day over a period of time, as the person learns to live more of their life in the present moment, they will find themselves needing and wanting less alcohol. Na kama kwa bahati nzuri mtu anakuwa na mtu nyumbani kwake wa kumsaidia kumchunguza, naongea sana, anaweza kuwa anamchunguza huyu mtu, anakuwa na msurveye, anaenda anapunguza kiri. Kama alikuwa anakunywa sana, anapunguza, na kuna wakati atafikia mpaka ameacha completely, hawezi kunywa tena. So if I was spending 7 hours a day in upsetting thinking, as I went down to 6.5 hours, and then to 6 hours, and then to 5.5 hours, and then to 5 hours, as I decreased that time that I was in my thinking and replaced it with being in my life, my need for taking away that feeling would lessen. I would have less drive to drink because I wouldn't be creating so much internal pain.
Labda huyu mtu alikuwa anaikala anafanya hata masaa 7 ikuwa anawaza tu, lakini kupitia hivyo anaweza kupunguza. Kesho yake anaweza kuwa na masaa 6, masaa 5, saa 3, saa 2, na kuna wakati atakwenda napunguza ile wazo kidogo kidogo, inamfanya mpaka anatokana na ile hali ya kukuli. The fact that we are creating pain when we give negative thoughts attention is a gift from God. Just as if we put our hand in the fire, we feel burning, we want to take our hand out of the fire. God has given us a pain to let us know, not as punishment, but as to let us know to go in a different direction. Mara mingi mtu anapokuwa na mawazo mingi, ile mawazo inamuletea maumivu hata ya mwili. Mawazo inaanza haribisha mwili wake, hawezi kujisikia mzuri. Inakuwa mfano kama vile mtu anagusa moto. Wakati mtu anagusa moto, aendelea kugusa ile moto, anaiachaka haraka sana, kwa sababu anasikia ile moto iko na maumivu. Na mara mingi ile maumivu ambayo tunasikia kwa ajili ya mawazo ambayo tunaweka ndani yetu, inakuwa kama vile mesaji kwa Mungu, inapenda kuambia kwamba achana na hiyo mawazo iko inatuletea maumivu. I will say again, be gentle with yourself on your journey. Naongea hiki kitu tena, uwe mtu ambayo unajipatia valere yako katika safari ya maisha. Sikuwe mtu wa kujidharau, hapana. Direction is the key. Enjoying the journey is the destination. Na unajua wakati unapofanya hivyo utajua njia gani ya kupitia. Let me say something, Bill. The reason we have had a new shift, Bill, we're Monday we trained 3 counselors from Sudan, and also we're now on Thursday we're meeting with counselors in Jeru, because it is true that people need support. It's not just to come and listen once a week and so on. The alcohol has a grip on the mind, and it is not a simple grip often to let go. And as you were mentioning, there are side effects. As you change to the positive, the body is going to react, the sleep is going to react. So that is why we are bringing counselors now in to help you on an individual level, because I see that is necessary. And also, Bill, we are trying to develop a program, and we do not see everything of what it looks like. But this is our next direction that we are going in. And we want the people to understand that we want to help more than just talk and share the wisdom of the universe. We want counselors to go in, and they will actually become the experts. They will be the ones who are helping people on the ground. Na kitu kingine Bili, siku ya kwanza iliyopita tuliongeza programu ingine ya mupya, ambayo nilikutana na vijana 3 ambao niko napenda ni baforme kwa vile conseiller special, counselors. Hao walitoka hapo Sudan, na vile huko Juru nako niko napenda nipate watu 3. Na kwa sababu gani niko nafanya hivyo? Ni kwa sababu tunapenda tusaidie watu wengi ambao wameteseka kwa ajili ya pombe, juu ya
maumivu ambao wanalisikia juu ya mawazo, na hiyo itakuwa kitu ambacho kitasaidia sana, kwa sababu tukikuwa na watu ambao wanaelewa mzuri haya mafundisho na wanakuwa wanaongea na watu wengine, ninaamini ya kwamba watu wengi ambao wamekwisha kuteseka watakuja kujijua ya kwamba kitu ambao kinawafanya wateseke katika shida ya ulevi ni kwa sababu wako wanaenda katika njia mbaya kimawazo. And we are setting up a system where the people who have drink alcohol, first they will go to the pastor, but the pastor only understands so much about alcohol. They understand about God, but only so much. Then the pastors can have David and the counselors to help support them on a more specialized way. And then we will look as a team, the pastors, the counselors, David, Harry, what works the best for that individual. Kwa saa hii tuna mpango mpya ambao tunafanya. Tumekwisha kuwa na wachungaji ambao tutatumika na wao pamoja, na vile vile ninapenda niforme bale wengine ba counselors juu si hao, tufanye timu ambayo itatumika pamoja, ba pastor pamoja na ma counselors na David na mimi, tufanye timu ambayo iko nguvu, ili tujaribu kuona namna gani tunaweza kusaidia wenzetu ambao wako wanateseka na shida hii ya ulevi. And then together we will learn what is works the best. Na tukitumika si wote pamoja, tutajifunza ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya. But what Bill is pointing towards is that when you are changing your thinking, your body, especially as it relates to alcohol, is going to create uncomfortable patterns. Na bila nataka kuongea kwamba wakati umejifanyia mabadiliko kiakili, vile vile itakuletea mabadiliko katika mwili wako. Na ndio maana unaona watu wengi ambao wanatafuta furaha yao katika njia ya ulevi, utaona ile mawazo ambayo inawatuma kunywa iko inaafekta hata mili yao iko inaenda inaharibika kidogo kidogo. But when the penny drops, when you actually see that it is an inside-out world, you will know what to do. But as Bill says, bit by bit by bit by bit. Na wakati ile maumivu yao itakavyopunguka, watarudia katika hali yao ya mzuri ya kimaisha. Na kama saa vile bia itosha ushauri, hata kama mtu alikuwa na kunywa mingi na akianza kudiscipline, kupunguza kidogo kidogo, atafikia mpaka wakati anaacha na lote, na hali yake ya kuwaza na hali yake ya kimwili itarudia vizuri, na akili yake itafunguka kufanya vitu vingine maisha kushinda gisi alikuwa anawaza ya kwamba hawezi. But it is why Bill has come into this program. God has brought the top psychiatrist, the greatest, the wisest person who understands of the connection between a clear mind and a clear body. Na ndio maana Mungu ametuletea mtu mkubwa sana. Bili ni mtu mkubwa, ni mganga mkubwa wa kimataifa, lakini Mungu ametuletea naye hapa kwa sababu yeye anatunza mili ya watu na anatunza akili ya watu pia, na anajua namna gani wakati mawazo ya mtu inapokuwa na magonjwa, na vile vile inaharibu mwili wa mtu pia. And while he is lucky to have us, I can tell you we are very, very lucky to have him as part of the team. Na iko na bahati kubwa kwa sababu amekutana na si tuko organize, tuko na kundi kubwa. Do you agree? Je, mmekubaliana na mimi? I agree that I'm lucky to have you.
No, Bill, it's you are so important. You provide a speciality that I do not have. Kweli Harry, I Billy, want, go ahead. uko mtu Go ahead, wa David. muhimu sana kwetu na tunafurahia hii. Henry, I want you to know that as a physician, I've worked and was trained by some of the top alcohol specialists in the world, a man named Persh. And I've worked in many alcohol programs and was twice certified in addiction medicine. So if I can serve as a consultant to your group in any way that would be helpful, please know that I would be glad to do that. Nimetumika sana huku kwetu na makundi mingi ya watu ambao wako na addiction, yani wale watu ambao wamekwisha kushindwa kuacha vitu vya kulewa, sema dawa ya kulevya, pombe, nini, na watu wengi wamepona kabisa, kwa sababu tumewafundisha njia inaweza kuwasaidia kutoka katika ile tabia, na wengi wamekuwa vizuri na maisha yao yamerudia vizuri. And Bill, we are lucky. We really appreciate that you give us that support. And this program I hope it will be the best in the world. Na nashukuru sana Bili kwa kuweza kujiunga na sisi, kwa sababu niko naona hii programu yetu itakuwa programu kubwa sana ulimwengu mzima na watu wengi wataipenda. What's important to me, go ahead, Harry. No, you go, Bill. Much Well, more. what's important to me is that we just do the best that we can do. That's what's important to me, without comparing us to anyone else. Do the best that we can do. Oh. And after David does that, I have a very short story that I think was gifted to me from the alcohol treatment program that I think would be helpful. David, did you want to go first? Is there anything? Or shall I go ahead? Go ahead, Bill. We're running because Okay. we want to wrap it up, Okay. so we have at least a little break before your next talk. Okay. Okay. And Well- I have one as well. So yeah. Okay. So David, I remember I was on an alcohol unit at the University of West Virginia, and this man said that his and it's not our mind is spiritual. His brain was going so fast every day. Okay. And Translate. I asked him, No, to translate, David. Kuna wakati ambapo nilikuwa natumika na kundi ya watu ambao walikuwa na tatizo la ulevi huku kwetu Amerika, University ya Virginia, ambao nilikutana na mtu mmoja ambao ulevi ulikusha haribisha akili yake, na alikuwa niambia kwamba mimi siko tena katika, naona akili zangu ziko zinatembea haraka haraka sana. so I asked the man, I said, how much time every day are you at a quiet peace? Nikamuuliza sa ule kijana, unapataka kaamani mara ngapi au masaa ngapi kwa siku ambao unakuaka huko na kaamani? His answer was 3 to 4 minutes at the beginning of the day before he got engaged with his brain. Ananiambia mie nikipata kaamani kidogo inakuwaka dakika 3 au 4 tu kwa siku. Baada ya hapo sasa akili zote ziko vurugani. So I love the beautiful smile of the lady in the room right behind you. She smiled and was laughing. Ninafurahi sana jinsi huyu mwanamke yuko nyuma yenu kuliko anacheka. And so I said to him, I said, I have some advice to you. It's just advice. I would encourage you to make any important decisions in your life that you have in those first 4 minutes when you're at peace. Nikamwambia kwamba nitakusaidia ili ukuwe na muda wa kufanya maamuzi ya kitu fulani mwa ile tu dakika 3 au 4 uniambia kwamba unakuwaka na amani ndani yako.
And after that first 4 minutes, as best as you can, leave your thinking alone and be present in your life. Nikamwambia kwamba mwisho dakika 3 au 4 unaweza kuwazia namna gani ya kupata amani kulikoni kuitumikisha katika mawazo ya mingi. I came back the next Friday, and that 4 minutes was now about 30 minutes. Wakati nilimuona vendredi ingine ilikuja, nilikutana sasa ile dakika 4 ambayo nilimupatia kwa na wazia juu ya maisha yake iliendelea, akaanza fanya sa 30 minutes ya kuwazia juu ya maisha yake, ilikuwa ni ya kuwazia vurugu za maisha. I came back the next 2 weeks, and it was 50 minutes, and then an hour and 15 minutes. Na wakati niendelea vile alifikia mpaka anaanza fanya saa mzima, akili zake iko kimya, iko anawazia juu ya maisha yake. Why? Because he was grateful. He was grateful for every moment that he was at peace, and as graceful as he could be when he wasn't. Na kitu cha ajabu sasa, alianza furahia na kupenda sana ule muda ambao akili zake zilikuwa tulivu, ulikuwa ni muda ambao akili zake zilikuwa mvurugu. I knew he was going in the right direction when he left the program. Na hiyo inaonyesha ya kwamba alianza sasa, alishange direction, alianza kutembea sasa mu direction mzuri paraporo ya gisi wakati tulianza na yeye. Groups, I do what Harry does. I share as best as I can about the 3 principles and what they're pointing to and how they apply to life. Kweli gisi ana anasema, nimewahi vile kuwa na maongezi na wachungaji wengi kwa ajili ya mafundisho ya kanuni 3 na kuwaonyesha namna gani hii mafundisho wanaweza kuitumikisha namna ya kusaidia watu wengine. I am going to sign off and let Harry finish up because in 15 minutes, I'm going to be talking with some people from Spain. Mtanihurumia, niko karibu nimalize saa hii kwa sababu dakika 15 zinabakia, nitaongea huko Espanya. I am blessed to be with you, and you are beautiful, beautiful, beautiful souls and people, and thank you. Nashukuru sana kuwa na nyinyi siku ya leo. Nyinyi ni nasi nzuri sana. Asante. Thank you, Bill. Thank you. Thank you, Harry. We'll Yeah. be in touch. Okay, Okay. and have a great time in Spain. Thank you. Thank you. Nakutakia okay. maongezi mazuri na watu wa Espanya. Okay, and Harry has to go to Sierra Leone. Na mie naye nataka amia huko Sierra Leone. So thank you, everybody. Asanteni kila mmoja wenu. Asante sana. Asante sana. Asante sana.